Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Jumamosi ya tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2025, juma la 10 mwaka C mwaka wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kwa waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto, sura ya 5 aya ya 14 hadi 21. Zaburi ya 103 aya ya kwanza hadi ya 4, ya 8 hadi ya 9 na ya 11 hadi ya 12. Na injili yetu ya leo ni Mathayo sura ya 5 aya ya 33 hadi ya 37. Karibuni tusikilize somo la injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usizuru, ila mtimize Bwana nyapo zako. Lakini mimi nawaambia, usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, kwa maana ndiyo pa kuweka miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndiyo mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi, bali maneno yenu yawe ndiyo ndiyo, sio sio, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule muovu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa wana wa Mungu aliye hai, muumba wa mbingu na dunia, karibuni tutafakari kwa pamoja habari njema za Bwana zinazofaa kwa ajili ya wokovu wetu. Leo neno la Mungu linatutaka kuwa waaminifu katika viapo vyetu. Tujiulize swali, kiapo ni nini? Kwa lugha nyepesi, kiapo ni ahadi au nadhiri ambayo mtu huweka kwa Mungu na hata kutoa maisha yake kwa ajili ya kumtumikia Mungu na taifa lake. Kwa mfano, viapo vya sakramenti ya daraja takatifu, sakramenti ya ubatizo na sakramenti ya ndoa. Au tunaweza kusema kiapo ni kifungo ambacho mtu anajifunga mwenyewe kwa akili na utashi wake wote kwamba atafuata kila kitu kinachohusika kulingana na utaratibu na sheria za mahali husika, yaweza kuwa za nchi au za chama. Kwa mfano, viongozi wa serikali wakitenda kinyume na katiba, inakuwa ni uongo na usaliti, lazima wafuate kile walichokitangaza kulingana na viapo vyao. Wapendwa taifa la Mungu, ili tuweze kutimiza kiapo au viapo vyetu, kwa mtu anafungwa na vitu vitatu katika ulimwengu huu ambavyo ni haki, ukweli na amani. Kwa sababu haki, ukweli na amani vinafungwa katika upendo wa Kristo. Kumbe ni upendo huu wa Kristo ambao utatuongoza kutimiza viapo vyetu. Ndiyo maana somo la kwanza linatuambia tumekuwa hivi sababu Kristo alikufa kwa ajili yetu wote, na katika huyo tutaokolewa katika kutenda haki, ukweli na amani. Upendo wa Kristo utuongoze katika kutimiza viapo vyetu tunapotumikia taifa la Mungu, hata ikitupasa kutoa uhai wetu. Hapo mtu huyu atampendeza Mungu na wanadamu na atawapeleka watu kwa Mungu. Kinyume cha hapo ni dhuluma, udanganyifu na vurugu zisizoisha zinazopelekea kutokuheshimu utu wa mwanadamu. Kwani tupo hivi kwa ajili ya Kristo aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu, na tukiwa ndani ya Kristo tunakuwa viumbe vipya, sababu Kristo alitupatanisha na Mungu kwa kutoa nafsi yake hadi kufa kwa ajili ya wokovu wetu. Ndiyo maana injili ya leo inatufundisha mambo yafuatayo yanayohusu kiapo kwa Mungu wetu. Sababu yeyote anayeapa anafungwa na viapo vyake, hapaswi kutoka nje ya viapo anavyoagana na Mungu wake. Yesu anatuambia, usiape kabisa, hata kwa mbingu. Maana yake tusitumie neno la Mungu au jina la Mungu katika uongo, wakati twajua kuwa ni uongo, hasa kwenye viapo vyetu, hali tukijua hatutatimiza. Neno la Mungu ni takatifu, halipaswi kutumika katika kudhibitisha uongo katika maisha yetu. Ndiyo maana Yesu anatuambia katika Injili, bali maneno yenu yawe ndiyo
ndiyo, sio, sio, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule muovu. Tusiposema ndiyo sehemu ya ukweli au hapana sehemu ya uongo, tunakuwa mawakala wa Shetani na kweli haipo ndani yetu. Kwa kweli hapa Yesu anatufundisha tusio wanafiki katika viapo vyetu. Kama wewe ni kuhani, ishi kulingana na viapo vya ukuhani. Au kama wewe ni mtumishi wa Mungu, ishi kulingana na vifungo vyako vya utumishi. Hali kadhalika kama wewe ni mtawa, ishi kulingana na viapo vyako. Kama wewe ni mseminari, ishi kulingana na kanuni za useminari wako. Kama wewe ni mbatizwa au mlei, ishi kulingana na viapo vya ubatizo wako. Na kama wewe ni mwanandoa, ishi kulingana na maagano ya Mungu, ishi kulingana na maagano yako kwa Mungu. Kama wewe ni kiongozi, ishi kulingana na miongozo inayokuongoza. Kinyume na hapo, kama huwezi kuishi kulingana na viapo vyako, hapo ndio neno la Mungu leo linatuambia usiape kabisa. Sababu neno la Mungu halidanganyi. Unaapa vingine afu unafanya vingine. Huu ni unafiki ambao Mungu leo anatukataza. Sababu wapendwa, Mungu hadanganyi, anajua kila kitu chetu. Tunao uwezo wa kumdanganya mwanadamu, ila Mungu hatuwezi. Sababu ndiyo muumba wa vyote na anajua kila kitu alichokiumba, hata tufichame wapi anatuona. Lazima tuishi kulingana na viapo vyetu. Kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake na nafasi yake. Kwani anayejua mengi atadaiwa mengi, anayejua machache atadaiwa machache. Na ambaye ni kiongozi atadaiwa kulingana na mamlaka yake, hasa katika viapo vyake. Tusitumie maneno matakatifu katika uongo, wala kutaja jina la Mungu katika uongo au katika maovu. Ndiyo hili Mungu hapendi, na kutenda kinyume cha viapo vyetu, huu ni uongo kwa Mungu wetu. Ndiyo maana sasa wapendwa, katika dunia yetu ya leo imejaa manabii wa uongo sana, wanaotumia neno la Mungu katika uongo na kudanganya watu. Hili ni kosa kubwa sana, sababu Mungu ni ukweli mtupu. Kama ni ndiyo, ndiyo, sio, sio. Kinyume cha hapo ni uongo na uovu. Lazima tutumie akili na utashi wetu vizuri, ili nasi tusiweze kuingia katika dhambi hii ya kuweka viapo tusivyoweza kuviishi. Na huku ndio kutaja bure jina la Mungu. Tumuombe Mama Bikira Maria aweze kutuombea kwa Mungu, ili tuweze kutimiza viapo vyetu kadiri ya mapenzi ya Mungu. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frater Francis Raymond Mpimbe kutoka Jimbo Katoliki la Sumbawanga, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kiparapara. Tumsifu Yesu Kristo.